Zamani hizo kulikuwa na kijiji kilichozungukwa na milima na misitu mirefu, kijiji kiitwacho Mbirika. Ndani ya kijiji hiki aliishi kijana mmoja masikini sana. Jina lake aliitwa Mika. Mika hakuwa na baba wala mama. Wazazi wake wote walifariki alipokuwa mdogo. Alilelewa na shangazi yake ambaye naye hakuwa na kitu cha maana sana. Wakati watoto wengine walivaa nguo nzuri na kula vizuri, Mika alivaa nguo zilizochakaa na mara nyingine alikuwa akilala njaa. Lakini jambo moja lilimtofautisha Mika na wenzake. Alikuwa na moyo wa huruma na bidii. Kila mara alikuwa akisaidia wajane, wazee na hata watoto wadogo bila kutarajia malipo. Vijiji vingi watu walimpenda, lakini bado walimhisi kuwa ni maskini aliyekata tamaa. Mika alipenda sana kusimama juu ya kilima na kuangalia kijiji chake chote, huku akisema kwa sauti ya moyoni, siku moja nitabadilika, nitakuwa mtu wa msaada, hata kama sina kitu sasa, naamini Mungu atanipa njia. Lakini hakujua kabisa kuwa hatima yake ilikuwa karibu kubadilika kupitia kitu kidogo tu, ambacho ni pete ya ajabu. Siku moja, Mika alipewa kazi ya kuchunga mbuzi wa jirani yake. Aliwaongoza mbuzi hadi kwenye bonde lililo mbali sana, karibu na msitu wa ajabu ambao watu wa kijiji waliuogopa sana. Walisema ndani ya msitu huo kulikuwa na mizimu na viumbe wa ajabu. Wengi hawakuthubutu kuingia wala kuukaribia msitu huo. Lakini mbuzi mmoja wa Mika alipotea na kuingia ndani ya msitu huo. Mika kwa huruma yake aliingia kumtafuta ndani ya msitu huo. Alisikia sauti za ajabu zikivuma, upepo ukapiga na miti ikaanza kutikisika. Akaanza kuingiwa na hofu, lakini aliendelea kusonga. Ghafla alipokanyaga chini, ardhi ikajikunja na kutokea pengo kama pango. Mika akaanguka humo ndani. Alipoamka, alijikuta kwenye pango lililojaa mwangaza wa ajabu, na pale katikati kulikuwa na sanduku dogo la shaba. Kwa ujasiri akalifungua ndani. Kulikuwa na pete ya dhahabu yenye jiwe lililong'aa kama jua. Wakati tu alipoishika, sauti ikasikika na kusema, Mika, hii pete si ya kawaida, ni pete ya ajabu. Ukiivaa na kuomba jambo la haki litakutokea, lakini ukiitumia kwa tamaa itakuletea maafa. Chagua njia yako kwa busara. Mika alitetemeka. Aliitazama pete kwa makini na kuiweka kidoleni. Ghafla mbuzi wake aliyepotea akajitokeza pale pale kana kwamba aliitwa. Mika akashangaa sana, kisha akatoka pangoni na kurudi kijijini. Usiku huo Mika akiwa nyumbani akasema kwa sauti ndogo, laiti ningekuwa na chakula cha kutosha leo. Mara moja tu mbele yake vikajitokeza vikapu vingi vya chakula: mahindi, nyama, maziwa na matunda. Mika aliduaa, kisha alikula, akashiba, kisha akaanza kugawa kwa majirani. Watu walishangaa sana, kisha wakasema, huyu Mika kawezaje kupata chakula kingi namna hii? Siku zikapita. Mika alianza kutumia pete kila mara kupata chakula na nguo, lakini hakuwahi kutunza kwa ubinafsi. Alikuwa anagawa kwa masikini wa kijiji, na kidogo kidogo jina lake likaanza kushika. Wanakijiji walimuita, yule ni Mika mwenye neema. Lakini kama kawaida ya binadamu, tamaa hujipenyeza. Baada ya miezi michache, Mika alianza kufikiria zaidi ya chakula na nguo, na akaanza kujisemea, kwa nini nisiombe nyumba kubwa? Kwa nini nisiwe na mifugo mingi kuliko wote kijijini? Alipoomba, mara moja pete ilimletea ng'ombe, mbuzi na nyumba nzuri kuliko zote. Mika akawa tajiri kwa ghafla. Watu wakaanza kumheshimu sana kijijini, lakini baadhi ya majirani walimuonea wivu. Majirani walijiuliza, huyu Mika anatoa wapi mali hii yote? Hakuna aliye na mashamba makubwa kama haya. Uvumi ukaenda kwamba huenda alishirikiana na wachawi. Siku moja, majambazi kutoka kijiji cha mbali walivamia kijiji cha Mbirika. Walipata habari kuwa Mika ndiye tajiri zaidi sasa hapo kijijini.
kisha wakaamua kuiba mifugo yake. Wakati Mika alipowaona wakiingia, aliinama na kusema, Pete, nisaidie, laiti majambazi hao wangekamatwa. Mara moja ardhi ikatikisika na mashimo yakajitokeza. Majambazi wakaangukia humo na kujikuta wamefungwa kwa minyororo ya ajabu. Watu wa kijiji walishangaa na kupiga vigelegele. Mika ndiye shujaa wetu. Lakini sasa wengi walijua wazi kuwa Mika hakuwa mtu wa kawaida tena. Walianza kumwogopa na wakati huo huo kumheshimu. Kadiri siku zilivyopita, Mika alizidi kuwa tajiri na mwenye nguvu. Lakini Pete haikumpa kila kitu bila vikwazo. Mara nyingine alipoomba jambo la tamaa, Pete ilibadilisha matokeo. Mfano, siku moja Mika alitamani awe na hazina kubwa ya dhahabu. Pete kamletea hazina, lakini pamoja nayo ikaja nyoka wakubwa waliolinda dhahabu hiyo. Kijiji kizima kilikimbia kwa hofu, na Mika alihitaji kutumia busara kuwarejesha nyoka hao msituni. Aligundua na kusema, hii Pete haina mchezo. Si kila ninachotamani ni heri. Kijijini alikuwepo kijana mwingine aitwaye Kijivu, aliyekuwa na tamaa kubwa na roho ya wivu. Mara kwa mara alipomuona Mika akikuwa tajiri, akawa na hasira moyoni na kusema, hivi, kwa nini si mimi? Yaani huyu Mika ni nani? Lazima anatumia uchawi na nitapata siri yake tu. Kijivu alianza kumfuatilia Mika usiku na mchana. Hatimaye siku moja aliona Mika akizungumza na Pete, kisha Kijivu akaapa na kusema, nitaiba Pete hii na kuwa tajiri kuliko yeye. Usiku mmoja Mika akiwa amelala, Kijivu akaingia taratibu na kuiba Pete. Asubuhi Mika alipoinua mikono akagundua Pete haipo. Akapiga kelele, akaitafuta kila kona, lakini bure. Kijivu akiwa na furaha alianza kuitumia vibaya Pete. Aliomba wake wengi wa kifahari, mali kubwa, na akawa na kiburi. Lakini hakusikia onyo la Pete. Alitumia kwa tamaa tupu bila mpangilio. Baada ya siku 3, kijiji kikaanza kupata misiba. Wanyama wakaanza kufa, mimea ikanyauka na mvua ikakata kunyesha. Pete ilianza kulipiza kisasi. Watu wa kijiji wakamwendea Mika. Wanakijiji wakasema, Mika, wewe ndiye ulileta Pete hii kijijini. Sasa itatua sisi sote. Tafuta suluhu. Mika kwa moyo wa dhati akaingia msituni kuomba msaada. Sauti ile ya mwanzo ikasikika tena ikisema, Mika, Pete hii ni zawadi na jaribu. Iko mikononi mwa mtu mwenye tamaa. Ili kuirejesha, lazima uonyeshe ujasiri na huruma hata kwa adui yako. Mika akaamua kwenda kumkabili Kijivu. Walikutana kijijini na Kijivu akiwa na kiburi akasema, mimi ndiye bwana wa kijiji hiki. Mara Pete kaanza kung'aa mikononi mwa Kijivu, ikamuunguza taratibu. Kijivu akapiga kelele na kusema, mama, naumia, Mika, niokoe. Wote wakatazama. Hata majirani waliomuonea wivu walishangaa kuona jinsi Pete ilivyolipiza. Mika badala ya kumwacha Kijivu aangamie, alimkimbilia na kumshika mkono wake, kisha akasema, Pete, acha, sitaki mauti yake. Huyu bado ni ndugu yangu, muache aishi. Mara Pete ikatulia na kuruka yenyewe kutoka kwa Kijivu na kurudi kwa Mika. Baada ya tukio hilo, Mika aliweka Pete ndani ya sanduku na akaapa kuomba mambo ya manufaa kwa kijiji kizima tu, na si kwa tamaa binafsi. Aliomba mvua ikanyesha, aliomba mashamba ya stawi yakastawi, aliomba amani na umoja. Vijiji jirani vikaja kushirikiana nao. Kijivu naye alitubu na kuwa rafiki wa kweli wa Mika. Kijiji kizima kilijifunza kuwa mali ya ajabu bila busara inaleta maafa, lakini ikitumiwa kwa moyo safi inaleta baraka. Na Mika akabaki akihesabiwa kama shujaa na tajiri wa kweli, si kwa mali tu, bali kwa hekima,
upendo na ukarimu. Hadithi hii inatufundisha kuwa mali ya haraka bila busara ni mzigo. Tamaa hubadilisha baraka kuwa laana. Huruma na ukarimu vina nguvu kuliko tamaa na wivu. Je, wewe umejifunza nini kupitia stori hii? Tafadhali na kusubiri kwenye uwanja wa comment. Mwisho wa simulizi hii ni mwanzo wa simulizi nyingine ijayo. Nikukumbushe usisahau kusubscribe, kisha kubonyeza alama ya kengele iliyopo karibu yako, kujiwekea nafasi ya kupata stori zaidi ndani ya masaa 24. Until next time, bye bye.